Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo nasimama tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kukuhubiria Injili. Wewe uliye mataifa yote, ulioko Tanzania, ulioko Ulaya, ulioko nchi zote dunia nzima. Nimepata kibali leo tena kwa siku nyingine kusema pamoja na wewe kama vile Yesu Kristo alivyonituma leo. Leo ujumbe wetu leo utakuwa ni tajiri na maskini. Tajiri na maskini ndio ujumbe wetu wa leo ambao tunakwenda kujifunza siku ya leo. Luka sura ya 16 mstari wa 19 hadi mstari wa 31. Neno linasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi za zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro alikuwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa na makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu nateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe ulipokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi nanyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale wakaao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wakiwasikiliza wawasikilize wao. Akasema, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ujumbe ambao leo unahusu watu wawili, tajiri na maskini. Lakini zaidi ya yote tunaona kwamba palikuwepo tajiri na maskini. Lakini tunaona tajiri alikufa na maskini alikufa. Lakini tunaona maskini yule baada ya kufa, yeye alikwenda kifuani mwa Ibrahimu, na tajiri akaenda katika ziwa la moto. Sasa leo Yesu Kristo amenituma kwako wewe unayenitazama, unayenisikiliza, nikupatie habari hii. Popote pale wewe ulipo, wewe ni tajiri. Maana unajirisha, unajivika nguo, wewe ni tajiri, sio maskini. Na kweli nipende kupongeza na utajiri wako ulio nao. Na hata katika utajiri wako kuna watu wengi wangelikuwa wamekufa, lakini kupitia utajiri wako leo watu wapo. Maana gari lako, ndege yako,
fedha zako zilimsaidia huyo aliyekuwa anataka kufa, akawahi akaenda hospitali. Hata hapo katika nchi yako ulipo, nchi hiyo imepata baraka kupitia utajiri wako. Sasa leo nakuletea habari katika utajiri wako huo, ili upate kuokoka, upate kujipatia uzima wa milele, uepuke na moto wa milele ambao aliupata huyu tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana imenigharimu, Yesu amenituma tena nikupe hizi habari, kwa sababu leo katika dunia nzima matajiri ni wengi na tunawapenda, na kweli watajiri ni wazuri. Nchi bila tajiri haiwezi kawepo. Sehemu zote, hata hapa tulipo, hata nyumba hizi tulizomo, bila matajiri hatuwezi kupata pa kulala. Hata mjini na maeneo yote tajiri ni wazuri. Hata injili hii ipate kuhubiriwa kwenda sehemu zote, kufikia hata ulipo, bila pesa, bila utajiri uwezi. Lakini leo Mungu amenituma kwamba nikwambie habari hizi pamoja na utajiri wako, upate kuokoka, usije ukaingia kwenye moto huo alioupata huyo tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ambaye ninakuletea habari hizi, tayari ni mtu ambaye nilikufa nikafufuka. Leo ni tarehe 3 mwezi wa 7. Na hizo tarehe 3 mwezi wa 7 ndo niliugua ugonjwa. Kaugua, kaona ni homa za kawaida. Lakini hiyo tarehe 8 mwezi wa 7 ndo nikafa nikafufuka. Baada ya kufufuka sasa ndo leo nakuletea hizi habari. Jina la Bwana libarikiwe. Nikapewa kibali na Yesu huyo ambaye ninakuhubiria leo, na ambaye amenipa ujumbe huu, ili usije ukawa kama huyu tajiri. Maana tunaona tajiri pamoja na utajiri wake na anasa zake zote, alienda motoni. Baada ya kufa alipata mateso, na ndipo tunaona aliinua macho akamwona yule maskini ambaye alikula chakula kwake, hata makombo yaliyodondoka mezani pake, hata mbwa wake huyo tajiri walikuwa wakimlamba vidonda. Basi ameisha kufa, na muona yupo kifuani mwa Ibrahimu. Paka akamuomba Ibrahimu, akasema, naomba huyo Lazaro achovye maji kidogo, angalau aje aninyweshe kwenye ulimi wangu. Lakini akasema, hapana, pana shimo kubwa, hatuna mahali pa kupita. Kwa hiyo hayo uliyoyataka ndio umeyavuna, na yeye yupo kwenye raha zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo sasa Mungu akanipa kwamba nikupe habari hizi. Yawezekana hujanijua zaidi. Yawezekana ni mara yako ya kwanza leo kuniona kwenye simu yako. Mimi hapa si mara ya kwanza. Tayari kazi hii nimeianza tangu tarehe 16 mwezi wa 5. Ndio nimefungua TV kwa ajili ya kuhubiri injili dunia nzima. Na huu si uwezo wangu, ni Yesu kanipa mimi. Nafikiri utaniona kwenye mitandao hiyo yote, utaniona. Nipo katika mitandao yote ya kijamii. Na kazi hiyo kubwa Yesu aliyonituma ni kuwahubiria watu injili wapate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupongeze kabisa wewe tajiri ambaye unanisikia. Utajiri wako ni mzuri na tunaupenda kabisa. Lakini je, pamoja na huo utajiri, unapokufa leo, utajiri huo unaenda mbinguni au unaenda jehanamu? Ndio mambo leo unabidi kujiuliza siku tukufu ya leo. Hebu tuangalie huyo tajiri ambaye tumemwona leo. Tajiri, mtu huyu alikula kwa anasa, lakini alikufa. Tunapoangalia huo mstari wa 24 hadi wa 25, basi pamoja na kula kwa anasa, tajiri huyo alikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikufa. Mstari wa 28 hadi wa 25, neno linasema, akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu,
kwa sababu nateswa katika moto huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Tumwangalie huyo tajiri, yupo anaumizwa pamoja na duniani pote alikula kwa anasa, alijiona yeye basi hakuna mtu mwingine. Hivi leo, hata hivi leo wewe unayenitazama, huo utajiri ninajua unao mwingi sana. Yawezekana tena wewe una anasa kuliko hata za huyu. Kwa hiyo sehemu yako ni ziwa liwakalo moto. Light leo basi ndio leo ninakuletea hizi habari njema. Pamoja na utajiri wako, muamini Yesu ili uepuke huo moto wa milele. Kuna watu mpaka hivi leo hawajui kwamba jehanamu ipo. Anajua tu akifa amekufa, haufi. Unapokufa haufi. Mtu yoyote anapokufa kuna njia mbili, kuna jehanamu ya milele na uzima wa milele. Kama umetenda mazuri unaingia uzima wa milele. Kama umetenda mabaya unaingia jehanamu ya milele. Sasa kwa watu hawa wawili, maskini na tajiri huyu, ndio sehemu ya kujifunza. Kama wewe ulikuwa unabishi, sasa utabishi kwa neno la Mungu hili. Hizi ni habari za Yesu mwenyewe, amezinena mwenyewe. Ninajua wewe kabisa katika maisha yako huu utajiri mzuri. Sasa huo utajiri wako ulio nao, angalia ni umetoka kwa Mungu au ni wa shetani. Unajua na shetani anatajirisha watu pia na Mungu anatajirisha watu. Hapa kwenye Biblia tunaona kwamba hata tunamuona mtumishi wa Mungu ambaye alitajiri sana, ambaye alikuwa ni tajiri sana, Sulemani. Nafikiri dunia nzima hakuna mtu ambaye ameishamfikia utajiri mpaka hivi leo. Pamoja wewe ni tajiri, lakini utajiri wa Sulemani haujaufikia. Lakini bado halimtumikia Mungu. Na Sulemani mwenyewe kwa kinywa chake katika kutumika alisema, pamoja na huu utajiri wote, pamoja na kuoa wanawake hao wote 700 na masuiria 300 wote, maana yake 1000, lakini yote haya aliona kwamba ni ubatili mtupu.